Samaki na maji ni marafiki tangu dunia iumbwe. Ingawa maji yanaweza kuishi bila samaki, lakini samaki hawezi kuishi bila maji. Ni maswahiba walioshibana kweli kweli kama jinsi na msela, au mizizi na ardhi. Lakini maji ndiyo humchemsha samaki ili aliwe na binadamu. Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kila unachowaza. Kila wazo la jambo unalofikiria wanakuambia haiwezekani. Wanatoa mpaka mfano ya walioshindwa ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatujakwambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu ndugu yangu. Msichana Mary Todd alipokuwa na miaka 18, alimwambia baba yake anataka kuwa first lady wa Marekani. Dingi yake akaona huyu binti vipi, mbona anatamaa hivi? Hajifunzi kwa mama yake kaolewa na Mimi Kabwela. Baba hakumuelewa kabisa mwanae. Uolewe na raisi? Wewe? Yaani wewe mtoto wangu mumeo awe rais wa Marekani? Dingi hakutaka kabisa kuamini kama inawezekana. Kadri muda ulivyokuwa unakwenda, binti ndivyo alivyokuwa anazidi kusisitiza kuwa lazima atakuwa first lady wa Marekani. Baada ya kuwa mtu mzima, akapata mchumba mwanasiasa bwana Stephen Douglas. Jamali kwa mbunge wa Illinois. Dingi yake akaona huyu dogo kumbe yupo serious kiasi hiki. Mshua akaanza kuwaza muda wowote ule ataanza kunywa supu na kupiga vyuku vya mpishi wa ikulu ya Marekani. Bahati mbaya sana, uchumba wa Mary na mheshimiwa mbunge haukudumu sana kabla ya kumwagana. Lakini Mary aliendelea tu kuamini lazima awe first lady wa Marekani. Mgagana upo hali walimkavu. Mary akapata mchumba mwingine. Cha kushangaza, mchumba wake huyo wa sasa hakuwa mwanasiasa tena. Jamaa wakati anamtokea Mary alikuwa hana mchongo wowote, ndo kwanza yupo mtaani anatafuta kazi baada ya kumaliza masomo yake ya sheria. Dingi yake Mary akaona huyu binti mbona kaisahau ndoto yake. Alisema anataka kuwa mke wa rais, lakini cha ajabu kaachana na mwanasiasa, halafu kaanzisha mahusiano na mwanasheria, tena hata kazi hana. Mchumba wa Mary akachoshwa na uchumba sugu. Akabeba jumla mtoto wa mzee Todd kwa ndoa takatifu. Mzee kabidi ya uchune tu, atafanya nini sasa? Na mwanaendo kashapenda. Kimoyomoyo anawaza namna alipopoteza nafasi ya kuitwa mkwe wa rais wa nchi. Mtoto wake kuolewa na haka kajamaa kasichokuwa hata na nyama kwake, ilikuwa kupoteza ndoto za kula ugali wa ikulu ya Marekani. Maisha ni fumbo. Mwaka 1661, Dingi akiwa na miaka 80, alishuhudia haka kajamaa alichokuwa na kadharau kanashinda urais wa nchi ya Marekani. Ilipita miaka 17 tangu mtoto wake afunge ndoa na mwanasheria huyu asiye mwanasiasa. Huyu ndiye Abraham Lincoln, rais wa 16 wa Marekani, aliyemuoa Mary Todd. Mama ambaye tangu akiwa binti wa miaka 18 alisema yeye anataka kuwa first lady wa Marekani. Usiishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndiyo njia ya kupita kuelekea kwa bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wakuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu tu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1:8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kurukaruka na spidi.
umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara, kule akiishi sana miaka 2. Lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, ana uwezo kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo wa kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo ya wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao. Mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu, lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe, anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa haya madude yana faida gani? Hajui kama mwenyewe anakusaidiaga kula sahani 2 za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unaijua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka. Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, samaki na maji ni marafiki tangu dunia iumbwe. Ingawa maji yanaweza kuishi bila samaki, lakini samaki hawezi kuishi bila maji. Ni maswahiba walioshibana kweli kweli kama jinsi na msela au mizizi na ardhi. Lakini maji ndiyo humchemsha samaki ili aliwe na binadamu. Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kila unachowaza. Kila wazo la jambo unalofikiria wanakuambia haiwezekani. Wanatoa mpaka mfano ya walioshindwa ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatujakwambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia,
Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu ndugu yangu. Msichana Mary Todd alipokuwa na miaka 18. Alimwambia baba yake anataka kuwa first lady wa Marekani. Dingi yake akaona huyu binti vipi, mbona anatamaa hivi? Hajifunzi kwa mama yake kaolewa na Mimi Kabwela. Baba hakumuelewa kabisa mwanae. Uolewe na raisi? Wewe? Yaani wewe mtoto wangu mumeo awe rais wa Marekani? Dingi hakutaka kabisa kuamini kama inawezekana. Kadri muda ulivyokuwa unakwenda, binti ndivyo alivyokuwa anazidi kusisitiza kuwa lazima atakuwa first lady wa Marekani. Baada ya kuwa mtu mzima, akapata mchumba mwanasiasa bwana Stephen Douglas. Jamaa alikuwa mbunge wa Illinois. Dingi yake akaona huyu dogo kumbe yupo serious kiasi hiki. Mshua akaanza kuwaza muda wowote ule ataanza kunywa supu na kupiga vyuku vya mpishi wa ikulu ya Marekani. Bahati mbaya sana, uchumba wa Mary na mheshimiwa mbunge haukudumu sana kabla ya kumwagana. Lakini Mary aliendelea tu kuamini lazima awe first lady wa Marekani. Mgagana upwa hali walimkavu. Mary akapata mchumba mwingine. Cha kushangaza, mchumba wake huyo wa sasa hakuwa mwanasiasa. Tena, jamaa wakati anamtokea Mary alikuwa hana mchongo wowote, ndo kwanza yupo mtaani anatafuta kazi baada ya kumaliza masomo yake ya sheria. Dingi yake Mary akaona huyu binti mbona kaisahau ndoto yake. Alisema anataka kuwa mke wa rais, lakini cha ajabu kaachana na mwanasiasa, halafu kaanzisha mahusiano na mwanasheria, tena hata kazi hana. Mchumba wa Mary akachoshwa na uchumba sugu. Akabeba jumla mtoto wa mzee Todd kwa ndoa takatifu. Mzee ikabidi ya uchuni tu, atafanya nini sasa? Na mwanaendo kashapenda. Kimoyomoyo anawaza namna alivyopoteza nafasi ya kuitwa mkwe wa rais wa nchi. Mtoto wake kuolewa na haka kajamaa kasichokuwa hata na nyama kwake, ilikuwa kupoteza ndoto za kula ugali wa ikulu ya Marekani. Maisha ni fumbo. Mwaka 1661, Dingi akiwa na miaka 80, alishuhudia haka kajamaa alichokuwa na kadharau kanashinda urais wa nchi ya Marekani. Ilipita miaka 17 tangu mtoto wake afunge ndoa na mwanasheria huyu asiye mwanasiasa. Huyu ndiye Abraham Lincoln, rais wa 16 wa Marekani, aliyemuoa Mary Todd. Mama ambaye tangu akiwa binti wa miaka 18 alisema yeye anataka kuwa first lady wa Marekani. Usiishi kizembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo, na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndiyo njia ya kupita kuelekea kwa bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wakuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu tu hata kipita miaka zaidi ya 10.